Tunamfahamu Netumbo Nandi-Ndaitwah, mwanaharakati alianza harakati zake za kupigania uhuru hadi kuwa rais wa kwanza mwanamke Namibia. Netumbo Nandi-Ndaitwah, kwa jina maarufu NNN, ameweka historia baada ya kuchaguliwa kama rais wa kwanza mwanamke nchini Namibia. Akiwa na umri wa miaka 72, ameshinda uchaguzi kwa asilimia 57 ya kura, huku mpinzani wake wa karibu Panduleni Itula akipata asilimia 26 ya kura kulingana na tume ya uchaguzi nchini humo. Ni kisa katika mfululizo wa matukio katika maisha yake, Nandi-Ndaitwah akipigana na utawala uliokuwa na kutoroka kisha kujiwezesha na kujijenga kama mwanamke mashuhuri nchini Namibia. Hata hivyo, Itula amepinga vikali ushindi wake, akisema uchaguzi ulikuwa wa dosari nyingi na kusababisha upigaji kura kuongezewa muda wa siku 3 katika baadhi ya vituo vya kupiga kura katika taifa hilo. Chama chake cha kisiasa alichogombea nacho, Independent Patriots for Change (IPC), kimedokeza kuwasilisha malalamiko yao dhidi ya uchaguzi huo katika mahakama. Nandi-Ndaitwah amekuwa mwanachama mwaminifu katika chama tawala cha SWAPO tangu akiwa msichana na kuapa kuleta mabadiliko ya kiuchumi Namibia. Nandi-Ndaitwah alizaliwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 1952 kaskazini mwa kijiji cha Onamutai. Ni mtoto wa 9 miongoni mwa watoto 13 na baba yake mzazi alikuwa kiongozi wa dini wa kanisa la Anglican. Wakati huo Namibia ikijulikana kama kusini magharibi mwa Afrika na watu wakiwa chini ya utawala wa Afrika Kusini. Nandi-Ndaitwah alijiunga na chama cha SWAPO wakati huo, vuguvugu la ukombozi lililopinga utawala wa wazungu wachache wa Afrika Kusini, alipokuwa na miaka 14 pekee. Mwanaharakati mwenye ukakamavu, Nandi-Ndaitwah alikuwa kiongozi wa kitengo cha vijana katika chama cha SWAPO. Jukumu hilo lilimtengenezea maisha ya kisiasa yenye mafanikio, lakini wakati huo Nandi-Ndaitwah alikuwa na nia ya kuikomboa kusini magharibi. Alisema, siasa ziliingia tu kwa sababu ya mazingira. Ningeweza kuwa labda mwanasayansi, alisema katika mahojiano yake. Alikuwa bado ni mwanafunzi wa shule ya sekondari. Nandi-Ndaitwah alikamatwa na kuzuiliwa wakati msako wa wanaharakati wa SWAPO ukiendelea. Kufuatia hayo, aliamua kuondoka nchini Namibia na kujumuika na wanaharakati wenzake wa SWAPO waliokuwa uhamishoni. Aliendelea kupanga vuguvugu akiwa Zambia na Tanzania kabla ya kuelekea Uingereza kusoma shahada ya mahusiano ya kimataifa. Mnamo mwaka 1988, miaka 14 tangu Nandi-Ndaitwah aondoke nchini kwao, Afrika Kusini ilikubali kuacha Namibia iwe huru. Nandi-Ndaitwah alirejea nyumbani na kujiunga na serikali iliyochukua madaraka baada ya uhuru. Kwa miaka amekuwa akishiriki wadhifa mbalimbali, ikiwemo majukumu ya waziri katika wizara kama vile masuala ya kigeni, utalii, ustawi wa watoto na mawasiliano. Nandi-Ndaitwah alifahamika pia kama mtetezi wa haki za wanawake. Katika mambo anayojivunia ni kuwa alishinikiza sheria kukabiliana na unyanyasaji dhidi ya jinsia ya kike kupitia bunge la taifa. Kulingana na vyombo vya habari Namibia, Nandi-Ndaitwah aliwakemea wanaharakati wenzake wa kiume waliokuwa wakipuuzia mbali sheria hiyo, akiwakumbusha kuwa katiba ya chama cha SWAPO haikubaliani taasibu ya kiume. Aliendelea kupaa katika uongozi katika nchi iliyojaa ubepari na siasa zilizojaa wanaume, na mwezi Februari mwaka huo akawa makamu wa rais. Alimrithi Nangolo Mbumba ambaye alichukua nafasi ya urais baada ya rais aliyeko madarakani kufariki dunia. Katika maisha yake binafsi, Nandi-Ndaitwah ameolewa na Epafradenga Ndaitwah aliyekuwa mkuu wa idara ya ulinzi nchini Namibia na kubarikiwa watoto 3 wa kiume. Wakati wote akiwa kazini, Nandi-Ndaitwah amekuwa mchapakazi na mtendaji katika uongozi wake. Wakati mmoja aliwahi kusema, "Mimi ni mtekelezaji na sio mpiga soga."
Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Habari Simulizi, kwa habari simulizi nyingi za kitaifa, kimataifa na michezo, karibu kusubscribe, kulike, kushare na comment. Asante.